Okay, naongea na dada zangu walioolewa, walikuwa kwenye ndoa. Jamani, hongereni sana kwa mapambano yenu, maana mnapambana, na kikubwa zaidi bwana, mimi naweza kuwahusia ni uvumilivu na kuwashauri, kwa sababu na kuomba dua Mwenyezi Mungu awafanyieni wepesi, kwa sababu huku nje bwana hakufai. Soko ni gumu sana na matapeli ni wengi sana, na unaweza ukaruka mkojo ukaenda kuvamia vinyesi. Kwa hivyo heshimuni ndoa zenu, pendeni ndoa zenu, msiwasikilize watu ambao wanashawishi vingine. Wanadamu sisi tumeumbwa kwa wawili wawili. Sisi ni watu wa kijamii, sisi ni watu ambao tumeumbwa, tunatakiwa tuwe na familia, na wala sisi sio wanyama kwamba unaweza ukaingiana na huyu na huyu na huyu na huyu. Ukifungua mlango huo, wewe mwanadamu utapata magonjwa na dhambi, na pesa zako zitapotea, na maisha yako yatakuwa hayaeleweki, na utakuwa na stress na majanga ambayo hayana mwanzo wala mwisho. Kikubwa ni wewe kuvumilia na kudumu na ulichokuwa nacho. Huku nje kugumu. Dada zenu waliokuwepo huku nje, sio kwamba maisha yao mazuri, wasiwadanganye. Sio kwamba maisha yao mazuri. Kuishi mwenyewe sio raha wala sio sifa, tunasema tu hivi, lakini inaweza ikaonekana vizuri kutokana na majanga yaliyokuwepo. Lakini pamoja na hivyo, vumilieni. Vumilieni, vitu vyote vigumu, maisha yenyewe magumu. Kuishi mwenyewe tu kuna ugumu wake. Kuishi mwenyewe watu tunaweza tukaona raha sasa hivi mwanzoni, lakini kuna miaka ikifika utakopo ni kwamba mtu, inawezekana watu sasa hivi wasione tatizo, lakini inakuja kubackfire, inakuja kuleta shida. Kuishi mwenyewe sio maisha ya mwanadamu wa asili yake. Wewe hutaki kuishi mwenyewe. Kwa hiyo mliokuwepo huku, lindeni, oneeni wivu ndoa zenu, wapendeni waume wenu, wasikilizeni. Tusikilize watu waliokupo nje. Wengine wamekata tamaa, wengine wao ndo wana tabia mbaya, na mara nyingi wanawake hawasemi kama wao wana shida, wao ndo wanaonewaga tu. Sio, unanielewa? Hawasemi kama wao bwana kuna mazingira fulani na wao hawakuwa wa kweli, hawakuwa vizuri, walikuwa wabishi au vipi au vipi. Kwa hiyo msishawishike mkaharibu mlivyokuwa navyo. Huku nje kugumu. Ingieni mitandao ya kijamii, oneni watu wanayoyafanya katika kutafuta wanaume. Angalieni wanaume wenyewe wanao comment mule mitandaoni kwamba nitakuoa nini. Waangalieni watu wa aina gani, ni mapwagu na mapwaguzi. Umeona, watu wa msingi. Kiona mtu kakuoa, huyo ndo mtu wa msingi, hata kama aweje. Huyo aliyekuoa huyo ndo mtu wa maana, hata kama awe vipi. Kwa hiyo huku nje kugumu. Ushauri wangu, idha fuqila almalihu falqabihu malihu, kitakaposekana kitu kizuri, basi kibaya kinakuwa kizuri. Sasa nyinyi mna vitu vizuri, msipoteze mkaja mkutana vibaya. Na hawa watu sasa hivi wanaojipa moyo kwa kuwa single wamekosa kitu kizuri ambacho ni ndoa. Wanabakia kusema usingo ndo kitu kizuri. Usingo sio kitu kizuri. Idi kama hii mtu upo tu, idi gani sasa? Kwa hiyo zingatieni neema mlizokuwa nazo, vumilieni, zilindeni kwa wivu mkubwa.